Nashukuru sana Mungu kwa siku ya leo. Hakika Haki Afrika ilifanya nguvu, kwa sababu mahali nilikuwa ni mahali pa Babylon. Kule mahali si rahisi kutoka, lakini Haki Afrika walinipigania mpaka nikarudi kwetu Kenya. Kwa hivyo hili shirika ni la nguvu. Ni hayo tu, mbarikiwe. Asante. Ndugu yangu, a very recent case ambayo tumehandle juzi and in some months ndugu yake aliweza kurudishwa. But habari zenu. Leo niko hapa kwa mwaliko wa Haki Afrika. Nataka kutoa shukrani zangu za dhati kwa Mwenyezi Mungu na kwa mashirika haya, hususan Haki Afrika. Nilipotokewa na changamoto ya ndugu yangu kuchukuliwa sehemu za Kiunga, na nilikwenda kila sehemu, hakuna sehemu hata moja nilishikwa mkono, lakini Haki Afrika walinitafuta na nikampigia mzee wangu, lakini hata yeye hajua, alikuwa nje ya safari. Timu yake na timu ya Haki Afrika tukasaidiana, na baada ya miezi 8 ndugu yangu amerudi akiwa salama. Natoa shukrani sana kwa haya mashirika, na nataka kusema kwa wananchi, tukipambana na changamoto kama hizi tusiogope kutafuta haki zetu. Haki zetu ni muhimu sana, lazima tuzitafute kwa njia yoyote bila kuogopa na bila kufikiria kutatokea kitu gani. Mimi nataka kusema asante sana kwa Haki Afrika na mashirika yote. Asanteni sana. Mzee wetu ambaye alipoteza mtoto wake wakati wa Gen Z, Mzee Jason Ombati, karibu. Kwa majina ni Jason Ombati, na mimi ndio mmoja wao. Nilipoteza kijana wangu hapa Mombasa. Akaniachia bibi na watoto wawili, na bibi mwenyewe akaniachia watoto. Mpaka saa hii nashukuru kwa watu wa Haki Afrika kwa kazi yenu na mashirika yote. Asante. Asante sana Mzee Jason. I'm tempted to have more because naona kuna families which we assisted, but because of time, we allow some more, 2 more. Wacha nialike ndugu yangu ambao kesi yake inaendelea, Phineas Kiremi. Ndugu yake majina ni Phineas Kiremi. Mimi nashukuru Haki Afrika. Kama si wao, sisi hatungeweza kufanya vyenye wametufanyia, wametusaidia. My brother alikuwa abducted karibu na mahali kwenye kuna ulinzi mkali, kwa sababu karibu na State House na kuna a lot of surveillance area hiyo. Sasa hiyo kitu inatia wasiwasi sana, kwa sababu hata president mwenyewe anaweza kuwa abducted kama ni karibu na State House. My brother alikuwa abducted sasa ni kama miaka 5, more than 5 years, since 2020. Walimtoa kwa gari yake, na ni mtu mwenye hatunjaisikia kama kuna kesi yoyote kotini ama ashaishikwa na polisi, anjaishikwa na polisi. Lakini Haki Afrika walitusaidia sana mpaka tukafanya hiyo press, kwa sababu ni kitu ya kwanza kufanyika hiyo 2020, na sisi wenyewe hatunjaiona kitu kama hiyo. Mpaka saa hizi brother yangu tunamtafuta. Alafu kuna kesi kotini yenye inaendelea saa hii. Tutakuwa na mention ya mwisho tarehe 18 Mei. Thank you. Asante. Kesi iko ni kesi ya habeas corpus. Assalamu alaikum. Kwa majina mimi naitwa Gunga Baya. Mimi natoka sehemu za Tongwe. Mimi nilipoteza mjomba wangu, mtoto wa dadangu, aliyepigwa risasi mbele yangu nikiona. Na hilo jambo halikutufurahisha sisi sote kama wakaji wa Likoni. Na tulishukuru IPOA waliingilia hiyo kesi mpaka mshukiwa aliweza kufungwa maisha.
na shirika la Haki Afrika wakatutafuta, wakatuona, wakasema kulingana na sheria imepatikana, kwa hivyo tuna haki tena ya kutongoza ili tupate fidia, kwa sababu bunduki iliyotumika ni ya serikali na alifanya kitendo hicho pia ni mfanyikazi wa serikali. Kwa hivyo tunashukuru sana shirika la Haki Afrika kwa mwendo wao kututafuta mpaka akatuona. Kwa hivyo nashukuru sana, asante. Asante, makofi mazuri ya mzee wetu. Naomba wa mwisho Bishop Mwindi ametoka Makueni. Huyu tuko na kesi ya land ambayo tulipeleka National Land Commission. Makueni ni mbali, lakini mzee kwa ile kazi ambayo tumefanya na yeye akasema atatoka Makueni ili aweze kuja kusherekea Haki Africa 10 pamoja na sisi. Karibu ndugu yangu. Haki Africa hoye! Mpo? Salimia mwenzako, mwambie huko. Basi nashukuru Mungu ni kwa sababu ya Haki Africa. Tumekuwa na kesi ambayo tunafuatilia shamba kile tunaita historical land injustice, na hiyo shamba tulinyang'anywa na kampuni kubwa ya kupanda makonge, na babu zetu walianza hiyo kesi mwaka wa 1917 AD, wakaendelea wakafa. Baba zetu wakaingia wakafuata wakafa. Sasa ni sisi tukaanza kufuatilia, na ilipokaa ni kama kumeingia giza. Sasa ndio nikatafuta Haki Africa, na kweli nilipokuja kwao nikisaidiwa na bwana Mheshimiwa Mathias na director ambaye ni lawyer wetu, National Land Commission ambayo ilikuwa imezingirwa kiasi ya kwamba hawangeweza kufanya chochote, wali respond. Na leo tunapoongea tumepata mwangaza, na kupitia kwa Haki Africa wakati wowote in the near future, muda ambao hauko mbali sana, tuna imani tutapata haki ambazo babu zetu walipoteza, baba zetu wakakosa kupata, lakini sisi tuna uhakika tutapata kabla hatujaondoka. Asante sana Haki Africa. Mungu awabariki sana. Asante sana. Nakukaribisha ndugu yangu Zero. Kesi ambayo Zero atakuja kuexplain ni kesi tu ya majuzi. Ile ilikuwa boat tragedy. Ile ilifanyika Chuda. We are engagement with the organizers and they are willing to compensate the families. We shall be meeting Tarebile. We shall be meeting the organizer for mediation. Tumesema badala ya kwenda kotini na wako wili, we will be meeting the family and the organizer Ocean Festival ili waweze kuzungumza. Ikiwa wataelewana, we will tutakuwa tumefaulu. Ikiwa hatutaelewana, bado tutaenda kotini. Kwa hivyo ndugu yangu Zero, tueleze tu mawili matatu kuhusiana na kesi. Assalamu alaikum. Wakristo, Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni mjombaye ambaye alifariki kati ya wale watoto watatu pale Chuda, na tumekuwa kesi mara kwa mara, na nashukuru sana Haki Africa kwa sababu wamekuwa wakituinform kwa kila jambo. So tumeambiwa ni Monday ndio tunakuwa na mkutano, na tunashukuru kwa sababu tuna imani kuwa tutapata haki, na Mungu azidi kuwabariki watu wa Haki Africa. Asanteni sana. Chairman wa Kishada case. Yuko karibu. Chairman, karibu kuzungumza na watu wetu wa Haki Africa na community nzima kuhusiana na playground which was being grabbed. We had the matter taken to court and that playground was reinstated back to the community. Chairman, karibu sana. Assalamu alaikum. Kwa upande wa pili, Bwana asifiwe. Ndugu zangu, kusema ukweli, huwa kidogo wananchi tunapotea, na mara nyingi Mwenyezi Mungu tusaidie.
huwa tunakimbilia wanasiasa, lakini sasa tufungukeni macho. Shirika kama Haki Africa ndio mashirika ya kuwafuatia. Nilitiwa ndani mara 4 nikikimbilia wanasiasa, lakini nashukuru Bwana Mathias na Madam Naila na Bwana Yusuf Abubakar, baada ya kutiwa ndani ilikuwa ndio mwisho, sikuwekwa tena ndani, na walipigania Haki Africa kwa nguvu zao zote. Nashukuru, alhamdulillah, nawapongeza sana. Nawapongeza sana, manake familia yangu ilikuwa inalia. Famili zetu za mtaani hatuna uwezo kupambana na polisi, lakini Haki Africa walisaidia, walisimama kidete na paka kotini. Pia Mwenyezi Mungu akutujalia tukapata uwanja ambao ni wa community. Nilikuwa nikipigania community, sipigania hati ni yangu mimi. Na Madam Naila pia na Bwana Mathias na Abubakar pia wao walikuwa wakipigania ni community. Kwa hiyo kitu ninachowaomba ndugu zangu, sote tulioko hapa, akili zetu zisitutume sisi ati umepatikana na jambo wakimbilia kwa mbunge, wakimbilia kwa mwanasiasa, kwa mwananini. Hapana, si kwa ubaya wazee wangu, lakini twendeni kwa Haki Africa. Haki Africa ndio wana uwezo, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu wanawajalia wao, wana uwezo wa kutusaidia. Sina mengi, ni hayo ndugu zangu. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Makofi mazuri ya mzee wetu.